tamaduni nyingi leo tumezoea kula milo mitatu. Ni kweli, lakini ukifuatilia zamani watu hawakuwa wanakula milo mitatu. Na hii milo mitatu ndio imeleta matatizo mengi ya ulaji duniani. Utapiamlo uliozidi. Sasa Kutoka 16:12, haya ni maneno ya Mungu mwenyewe. Mungu anasemaje? Anasema basi waambie kwamba wana wa Israeli wakati wa jioni watakula nyama, ni baada ya kuwa wamelilia nyama, lakini na asubuhi watakula mkate. Na hapo ndipo mtakapotambua kuwa mimi ndimi Mwenyezi Mungu wenu. Asubuhi ule mkate ni wanga. Si tunajua mkate ni wanga jamani, Ni carbohydrate. Nyama ni protini. Protini kazi yake ni kujenga mwili. Wanga kazi yake ni kutia nguvu. Sasa mwili unajengwa saa ngapi na nguvu inahitajika saa ngapi? Mwili huwa unajengwa usiku mtu akiwa amelala, na mwili unahitaji chakula cha protini ili ufanye nini? Ili ujengwe. Na ndiyo maana Mungu muumbaji alipokuwa anawapa diet plan wana wa Israeli, akawaambia hii protini mtaiprioritize usiku. Asubuhi watatoa kipaumbele kwenye nini? Kwenye wanga, kwa sababu they are active, wana move na wanafanya kazi. Kwa hiyo hata wewe unaweza ukatumia mfano huu. Si lazima ule milo mitatu. Breakfast ni utamaduni tumeiga, lakini unaweza ukaishi kwa milo miwili tu. Homoni ya ukuaji wa binadamu huwa kiwango cha juu cha homoni hii kinatolewa wakati mtu akiwa mdogo, wakati wa ukuaji ule, wakati wa kubalee. Lakini mtu anapokuwa mtu mzima huwa inabadilisha kazi. Badala ya kumfanya mtu akue, inamsaidia kujenga misuli, kurekebisha viungo na kuchoma mafuta. Sasa homoni ya ukuaji inafanya kazi mtu anapokuwa amelala usingizi mzito, na huo ni usiku. Kwa hiyo unaweza ukaona maana ya Mungu kuambia nyama wale jioni na wanga wale nini? Asubuhi. Sasa tunashauriwa tule mlo kamili katika kila kundi la chakula au katika kila mlo tunaokula. Lakini unaweza ukatumia huu mfano kwamba kipi ukile zaidi wakati gani na ule milo mingapi.